ile raha, marupurupu, amani, watu wakaingia ndani ya kanisa kwa ajili ya chakula. Na leo hii wengi sana wako ndani ya kanisa kwa ajili ya chakula. Wengi hao wanaoombea huku wanauza maji, wanaoombea huku wanauza keki za upako, wanaoombea huku wanauza chupa za mafuta. Hawa sio wahubiri, hawa ni wafanyabiashara. Wameingia huku kwa sababu wajinga ndio waliwao. Tuna wengi sana, people have come in the church for business purposes and they're becoming millionaires. Leo hii tuna mamilionea wengi sana wahubiri hawa ambao waombeaji. Yana nakuja jamaa fukara kabisa, ametoka kuuza mitumba, tena ule wa mkononi, wa kuzunguka kilomita 5, 10, 20 kwa siku. Unashangaa ndani ya miaka miwili anatembelea benzi kubwa kwa sababu ya kuombea watu na kuuza maroli ya maji. Haya hayajaanza leo, yalikuweko huko, yakavuruga kanisa. Ibada zikafa, usanii ukaingia, Roho Mtakatifu akaondoka, kanisa likabaki tupu, miujiza ikaondoka, maajabu yakaondoka, nguvu za Mungu zikaondoka, kanisa likabaki tupu, likafa, na dhambi zikarudi ndani na dunia ikarudi ndani. Tofauti kati ya watu wa nje na watu wa ndani ikakosekana. Badala ya kanisa kuipindua dunia, dunia ikaipindua kanisa. Na ndicho kinachoendelea sasa. Badala ya kanisa kuipindua dunia, dunia inalipindua kanisa.